Hosea sura ile ya 6, nitasoma mistari miwili ya mwanzo. Biblia inasema hivi: Njooni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya, yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Andiko hili nalo linazungumzia siku 3. Linazungumzia siku 2 za kuraruriwa na kujeruhiwa, lakini siku ya 3 ni ya kufungwa jeraha. Kwamba siku 2 wameraruriwa, wameteswa, wamejeruhiwa, lakini siku ya 3 ni siku ya kufunga jeraha. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Nikuulize swali hili. Haya maandiko mawili haya, je, yanafanana au hayafanani? Ukiangalia kwa makini, maandiko haya mawili yanafanana. Yote yanazungumza kwa habari ya siku 3. Yanazungumza kwa habari ya siku 3. Huku kuna siku 3 na huku kuna siku 3. Watafsiri wengi wa Biblia wameshindwa kuelewa maana halisi ya maandiko haya. Na ili kuweza kuelewa maana ya maandiko haya, ni vizuri tukairuhusu Biblia yenyewe ikajitafsiri. Moja kwa moja tunapoangalia maandiko haya, tunagundua kwamba siku hizi 3 zinazotajwa sio siku za masaa 24. Lazima atakuwa anazungumza kitu fulani, atakuwa anazungumza muda fulani. Lakini je, twaweza kujua huu muda unaozungumzwa hapa? Kama tukiruhusu Biblia ijitafsiri, tunaweza tukajua. Tukienda kwenye Zaburi yetu ya 90 mstari wa 4, Biblia inasema, kwa Bwana miaka 1000 ni kama siku moja, na siku moja ni kama miaka 1000. Mtume Petro katika waraka wake wa pili, sura ya 3 mstari wa 8, anasema vile vile kwamba msisahau neno hili, ya kwamba kwa Bwana miaka 1000 ni kama siku moja. Hii ikiwa na maana gani? Hii ikiwa na maana kwamba Mungu anavyozitazama siku ni tofauti na sisi tunavyozitazama siku. Siku moja ya Bwana ni kama miaka 1000 kwetu. Siku moja ya Bwana ni kama miaka 1000 kwetu. Kwa hiyo maandiko haya mawili niliyoyasoma, andiko la Luka 13 mstari wa 31 mpaka 33, Yesu alikuwa anatoa ratiba yake, ratiba ya kanisa, kwamba kanisa limepewa siku 2. Kanisa limepewa siku 2, na baada ya siku 2 Yesu atakamilika. Na huko kukamilika maana yake ni nini? Kukamilika maana yake ni kwamba baada ya siku 2 za kanisa, Yesu atakamilika kwa maana ya kuanzisha ufalme wake wa miaka 1000 hapa duniani, ambayo miaka hiyo 1000 hapa duniani katika Agano la Kale inatajwa kama ni siku moja, kama nilivyosema katika video zilizotangulia. Lakini pia tukienda kwa Hosea, anapozungumza habari ya kupigwa na kuraruriwa, lakini siku ya 3 kurejelewa na kugangwa jeraha, alikuwa anatoa pia ratiba kwa ajili ya taifa la Israeli, akiwa na maana kwamba Yesu anaposhughulika na kanisa, wakati huo huo taifa la Israeli limewekwa kando, linapigwa, linajeruhiwa, linanyanyaswa, kama ambavyo historia imeonyesha kwamba kwa takriban miaka 2000 sasa tangu kanisa lilipoanza, Israeli imepita katika mateso makubwa. Lakini sasa dakika hizi za mwisho, ambapo mwisho wa mateso yao unafika, tunaona jinsi ambavyo Israeli inarudi katika hali yake ya kwanza. Kwa hiyo katika kalenda hii ambayo tumeiona, ni wazi kabisa kwamba church age au enzi ya kanisa ni ya miaka kama 2000 hivi. Kulingana na Zaburi 90 mstari wa 4, ni kama miaka 2000. Na sasa unaweza ukapiga mahesabu tangu kanisa lilipoanza mpaka sasa ni miaka mingapi?
Kwa hiyo lengo la kuleta somo hili, kalenda hizi, ni kutaka pia kukuonesha kwamba sisi tunaishi katika dakika za mwisho kabisa za kanisa. Wakati wowote siku hizi mbili zinaisha na siku ya tatu inaanza. Na siku ya tatu kuanza maana yake ni nini? Ni Yesu atakaposimikwa kuwa mfalme wa dunia yote. Tunapoendelea na somo hili, nitakuonyesha kwa maandiko